Matunda Juhudi. Natumaini mko salama wasikilizaji wa Radio Igichu FM 97.6. Najua mko wengi sana mnasubiri kumsikia legend wa muziki wa Burundi na sasa muziki wa Afrika kwa ujumla, Kidum, ambao iko katika wiki ya kusherehekea miaka 50 ya kuzaliwa kwake, na akaona vyema aje Burundi kuweza kusherehekea miaka hiyo pamoja na familia yake, watu ambao alikuwa nao na watu wengine, na sana sana na wapenzi wa muziki wake. Najua mlikuwa wengi sana kwenye show yake Kinama, ambao kulikuwa ni, naweza kusema ni kiwanja kikubwa sana. Aliweza kujaza kuonesha ukubwa wake, na mafazi mkakubali kuvumilia. Kwanza kulianza mvua lakini mkavumilia mpaka kuweza kuona mambo yake kuhusu baadhi yake. Lakini by the way, mliona kwenye cover ya show hii ya leo tuna wageni waalikwa kutoka Tanzania ambao pia ni watangazaji wa media kubwa sana huko Tanzania, Clouds. Wamekuja na wenyewe kwa Burundi muda huu wanapata hewa. Nianzie kwanza kwa Mr. Tupatupa. Karibu sana. Jina lako limechekesha Warundi. Karibu sana. Asante sana. Unajisikiaje kuweza kuwa Burundi kwa mara ngapi? Ni mara ya kwanza. Unajisikiaje? Najisikia poa sana kwa sababu kwanza na watu ambao nimekutana na watu ambao wanaongea lugha mbili sizifahamu, lugha moja naifahamu, Swahili. Lakini nimekutana na watu ambao wana mtu anakuelekeza unapohitaji kujua kitu fulani, anakuambia bwana hii iko hivi. Lakini pia nimekutana na watu ambao nimewaona Tanzania wakishowcase vipaji vyao, lakini safari hii nimekuja kwao ambapo wapo wanazaliwa, kina Saido ni wazonkiza, kina Benrama, kina Bigirimana, kina Kidumu na wengineo. Kwa nimefika katika ile ardhi ambayo ina baraka, imetoa malegendari Afrika, kwa sababu unazungumzia Kidumu, mimi namfahamu more than miaka 10 huko anafanya kazi. Nilikuwa natamani kumuona live, lakini nipata picha, nimekuja kumuona nikiwa katika ardhi yake, ardhi ya nyumbani. Kwa najisikia poa, najisikia na baraka sana. Asante sana. Kwa upande mwingine tunaye Jos. Karibu sana. Asante sana. Wewe wanakuzoea sana kwenye live music za Kikongo. Maana wengi wa Kongo walikuwa wanasema wewe tunamfahamu. Karibu sana. Nafahamu kwa sababu ya kucheza miaka 10 na bendi ya Ngwasuma FM Academy. Na tulishiriki albamu karibu 4 nikiwa Ngwasuma. Kwa hiyo video nyingi na YouTube, nafikiri mpaka tunatengeneza bendi ya mapacha watatu. Kwa hiyo maana nafikiri wameweza kuniona sana. Lakini kwa sasa tunafanya live band, lakini pia tuko kwenye media. Tuko Clouds FM kipindi cha leo tena. Kwa hiyo kwanza nashukuru sana kwa mara ya kwanza kufika Burundi. Nimepata experience ya historia na vitu ambavyo vinaendelea kufanyika hapa. Kiukweli watu wa Burundi ni watu ambao ni wakarimu, wapenzi, ambao kiukweli tumeishi kwa siku 2 tu, nimeingia hapa leo siku ya pili. Lakini una feel ule ukarimu wao. Nashukuru sana. Unajua mkiwa nje ya nchi kama nyinyi ambao hamja kufika Burundi, kuna zungumzo mengi sana kuhusu Burundi. Yale ambayo alikuwa anazungumza uliyakuta kweli au? Unajua siku zote usiamini kwa kile ambacho unahadithiwa. Ukijionea mwenyewe unaona tofauti sana. Kwa sababu cha kwanza mimi kwa mfano kwenye experience ya jana, sikuwahi kutegemea kama watu wa Burundi wanapenda sana music kwa kiwango kile ambacho ulitupeleka jana kushuhudia. Kwa hiyo mwenyewe unaona kile ambacho nilikiona. Mimi Kidumu nilimshuhudia show yake miaka kama 19 hivi. Alikuja da akapiga pale Escape One. Na bahati nzuri na mimi nilikuwa na show. Kwa hiyo nilihudhuria, niangalia kama nyimbo 2-3 nikaondoka. Lakini jana ndo nilifeel. Nilifeel kule. Na nilipoposti kwenye Instagram yangu, naona baadhi ya wasanii wengi sana waliniambia bwana Joseph msalimie bwana. Msalimie. Na mmoja kati ya mtu ambaye juzi alicomment alikuwa ni LJD, akaniambia hakikisha
fanya chochote hapa jukwani. Alijua naweza nikaperform hapa leo. Nikamwambia hapana, nimekuja kuangalia tu. Finally tuna legend wa muziki wa Burundi. Huyo ni baba, kwa sababu ukiangalia sio kama namsema kwa sababu yupo hapa. Hata pakitokea malumbano kati ya wasanii, huwa ndio anaingilia kati. Yaani kama mzazi wao, baba yao, anaingilia kati na kuweza kuleta suluhisho kwenye muziki wa Burundi, especially kwa vijana chipukizi ambao wanaanza. Karibu sana Kidum Kibido, Nimbo na Jean-Pierre Kidum. Asante sana. Happy birthday. Nashukuru sana. Imagine miaka 50. Yaani kwa muonekano mtu akikuangalia bado na ingine 30 ya mbele au unasema kabisa. Bado ingine 30 ya mbele. Kwa hiyo jamani, wasikilizaji wetu, kipindi kinahusiwa na watu watatu kama mlivyosikia. Tuna majournalist kutoka Tanzania, kutoka Clouds, ambao mnawafahamu sana na mnawafuatilia sana. Kwa hiyo watakuwa na chochote tutakwenda kumuuliza Kidum kuhusu muziki wa East Africa na Afrika kwa ujumla, kwa sababu tuko hapa tumeshaona maendeleo mengi, tumeshaona kazi nyingi ambazo Kidum amefanya, na kuna wale ambao wanasikiliza ambao ni wasanii, kama kuna ushauri wataendelea kusikiliza, watekeleze. Najua kila mtu anaiwishi kufika sehemu ambayo Kidum amefika. Na mimi nakumbuka mara kwanza naingia Tanzania, niliuliza wasanii wa Burundi mnawafahamu nani, nitajua Kidum tu. Ilikuwa mwaka 2016, lakini sasa hivi nilivyoanza kuwa naenda napeleka music kule, wengine wakawa wanapata njia ya kuja. Kwa hiyo inaonekana kwamba sio Burundi tu, sehemu zote wanamfahamu vizuri. That's why ukiwa unasikiliza kipindi utapata nafasi ya kujifunza mengi katika kipindi hichi. Sawa. Kidum, Ndio. Hapa tu juzi, kwa nini umefikiria kweli, najua hata umejenga connection kubwa Kenya, lakini ukafikiria kuja kufanya birthday yako Burundi? Tena sio mara ya kwanza kufanya Havana, ikawa kubwa kama ya jana, na pia hii juzi ilikuwa pia birthday yako nyingine. Kwa nini hujawahi kujisikia kusherehekea Kenya? Na Kenya nafanya. Mimi nikifikisha umri wa miaka 40 niliweza kufanya birthday yangu Kenya, Afrika Kusini, Rwanda na hapa Burundi. Niliweza kufanya hizo zote. Sasa hii ya kukuja kufanya ya miaka 50 ni kitu nilifikiria kitambo sana. Na kuna sababu. Sababu za kwanza, Kenya nimepaka miaka 29. Hapa Burundi nimepaka 21. Sasa hiyo kitu ya kwamba nimekaa sana huku nyumbani, mwisho kupaka ilikuwa nikiwa na miaka 21. Nikasema msahau kwao ni mtumwa. Acha niende tena nianzie kwetu. Kwanza mimi hata nikueleze ukweli, Kenya walikuwa wanafikiria niko mtizedi. Juu ya kuimba hiyo Kiswahili sahihi, Kiswahili sanifu, kule wanaita sanifu, walikuwa wanaonaga mimi niko Mtanzania. Sasa baadaye wakageuza, wakafikiria niko Mrwanda. Baadaye wakageuza, wakajua kumbe mimi nakuaga wa Burundi. Sasa lazima niwaonyeshe ya kwamba niko na kwetu kwanza, alafu ndio nikuja kufanya kule kwenakaa. So sikatai kabisa uraia wa Kenya, mimi nisha qualify mimi Mkenya. Kulingana na miaka nimepaka, kulingana na sheria vile nimeitii, niko raia wa hapo. Lakini kidamu niko raia wa hapa. Na kasoro passport. Bado unarenew bado natumia hapa. Kitabu niona na watoto ukiwazaa unawatumana Burundi kuchukua passport. Yes, sasa mimi niko kiroho, niko raia wa hapa. Sasa kama kweli mahali kwenyewe una mizizi, una mama yako huko, una kaka zake huko, una wadogo zako huko, una watu mlisoma pamoja, sianzie huko kwanza, alafu ndio unaenda kwa kwingine kwenye huna historia yoyote, hujasoma na mtu, hujasomea huko, hujafanya chochote. Basi mimi nimeanzia huko kwetu, sababu niko na sababu zangu za msingi za kuhusu origin. Yani kule kwenye nilitokea. Na sisikia aibu kabisa kupakiri mbele ya watu, mbele ya mataifa, ya kwamba nilitokea hapa, nilisomea huku, nilizaliwa huku, shule ya msingi, shule ya sekondari huku. Sasa huku ndio niko na familia kubwa. Kule nilienda peke yangu baba. Nikaunda jamii huko ya kuzaa watoto huko. Lakini wao pia na waletana huko, wanajua kwa nilitokea. Unaona? So sasa baadaye utaona sasa birthday ya Kenya ya kwangu. Alafu ingine utaona ya Canada.
Utaona nyingi sitaenda kama time miaka 2. Sababu pia na kuna swala la biashara hapo chini yake. Unajua? Canada wanakusubiri, nimeona wameposti sana kwamba kuna show kule wanakusubiri kwa hamu. Ndio. Yeah. Sasa ni hivyo, ni mambo ya kuja kusherehekea kule kwenye nilizaliwa. Kule kwenye niko na jamii kubwa. Kule kwenye niko na historia kule kwenye nilianzia. Basi hata Tanzania usishangae nikienda huko. Nilikuwa nikiongea majuzi na Joseph Kosaga. Mwenye ni mmiliki wa Clouds FM. Alikuwa anataka nende ni perform kwa kuhusu kusherehekea miaka ya Clouds FM. Unaona? Na mimi naonelea nifanye sherehe na ya kwangu hapo ndani. Unasikia bado nifina kwa birthday ya Clouds na ya kwangu. Bado ina mizunguko, bado birthday inaendelea. Jose, lolote? Mimi kiukweli jana wakati naangalia show ya Kidumu nilikuwa nauliza maswali mengi sana. Kwanza nafikiri kuna moja kati ya swali nimepata jibu hapa. Kwa nini Kenya lakini imekuja Burundi? Nimepata sababu. Lakini kwenye wasanii nilikuwa nikiuliza kwamba kwa hapa Burundi baada ya Kidumu ni nani? Kama ambavyo umeona tupo kule nyumbani Tanzania, taarifa za Burundi msanii unaambiwa Kidumu. Sisi tumeshazoea kule Diamond, Harmonize, Alikiba, Rayvanny, Bosso, Mario wanapishana hivi. Kwa nini basi Burundi nayo isiwe hivyo kwenye nafasi kubwa, yani kwenye kiwango kikubwa? Yeye kama Dendale amelibebaje? Ana support hiyo kwa wasanii kupata nafasi kubwa zaidi? Nitakujibu hiyo. Aina ya muziki mimi nafanya. Mimi nilianzaga kwa live, alafu nikaenda kwa recording. So wasanii wengine wanaanzaga recording, alafu baadaye wanaanza kufikiria live. Na majority wale wakule kwenu wako hivyo. Hiyo nakwambia tu ukweli. Wengi wako hivyo. Wamekuwa mashuhuri direct. Studio direct. Media zikawapandisha. Sasa mimi nilianzaga nikicheza drums. Kwa hizi ngoma za kuundwa na mkono mwenyewe. Nikitumia hizi mikebe za nido. Unaona? Hapo ni miaka. Sasa nilikuwa muda mrefu kwa live. Nikiwa drama. Nikiwa mwimbaji tena niko kwa drums. Mimi huyo sasa katikati hapo kuna wale wamenifuata na hiyo njia. Hapa kuna bendi nyingi sana hapo. Hakuna mtu anaweza kufungua mahali popote kwenye kuna club ama bar akose kufikiria bendi. Akose kufikiria bendi. Hiyo kitu nilikishaga hapa imefanyika. So kuna watu wanapata kazi kupitia hiyo. Sasa na kuna wasanii wamekopi wale wasanii wengine. Mtu anakuwa star. Na ustar wake unajirank kwa kulingana na views zile zimemwangalia, likes, comment, unaona? So hao mimi wanaonaga mimi kunifuata njia yangu ni ndefu sana. Unanielewa? Wanaonaga njia wananitambua, lakini wanaonaga njia yangu inachokesha sana. Ya kwamba mtu akipata pesa na igawa na watu kama zaidi ya 20. Unagawa pesa yako na watu kama 20. Wengine hawana hiyo moyo. Wanaonelea akwe peke yake, yeye ni star. Hakuna mtu amemsaidia kufika hapo. So yeye akitokelezea na track yake na DJ basi usimletee shida nyingine. Na unawasaidiaje pengine wanamuziki wa play band? Kwa mfano kuna kitu kilitokea jana. Wakati ulishuka kwenye stage wengine waliingia. Kulikuwa kwa mtu ambaye hana experience ya music. Yani hakuelewa kilichoendelea. Lakini kwa sisi ambao tuna maisha yetu kulikuwa kuna tofauti kubwa sana. Kulikuwa tofauti kubwa sana. Sasa nilikuwa naye akaniuliza kimetokea nini pale? Nikamwambia cha kwanza wakati anapiga Kidumu kuna mtu mwingine alikuwa ana percussion ya machine drums ya electronics. Lakini mpiga bass alikuwa akitumia nyuzi karibu 5 ya bass, 6 sio. Alafu nilikuwa naona zile compressor alikuwa anatumia compressor kubwa sana. Ushanifahamu? Alafu punch ya kwanza live yenyewe kwako ilikuwa ni kubwa kulikweli. Walivyoingia wengine muziki ulishuka sana chini. Sasa nikasema kuiko haja pia wakati mwingine nipata nafasi kumuuliza. Ndio. Anawasaidiaje wanamuziki wa live band? Watu wameniona nikikuja hapa mara kadhaa. Wanashangaaga sababu hata tukiwa kwa safari tumetoka Nairobi tukakuja hapa bado tunafanyaga mazoezi. Kuna mahali hapo town nafikaga nalipa
tunaenda tena kukumbushana. Sisi tunafanyaga mazoezi Nairobi ni mara nyingi. Hata wale wenyewe tunakuwa tunakosana kwa kuhusu kimuziki ndani ya bendi. Hatukosanagi juu ya pesa, tunakosanaga sababu ya kupuuza mazoezi. Sawa. Fujo zetu ni za mazoezi. So wasanii wengine wanataka wakishajua yeye anacheza gitaa, kujaribu kufikiria vitu za kuongezea speed kwa gitaa, kuongezea pia ufanisi, ubora ukicheza gitaa. Unajua gitaa ukiicheza, kuna mwingine akicheza bado unasikia na goragora zingine strings zenye hazihitajiki. Mwingine hakuna precision kwa strings mpaka unashangaa. Mwingine hakuna precision kwa drums mpaka unashangaa. Hizo nadhani ni vitu zenye watu wanafanyaga mazoezi. So punch inategemea na nyinyi. Vyombo zenu zile mnatembea nazo zina punch kiasi gani kwanza, kuanzia ndani ya chombo. Kuanzia ndani ya effect yake. Umejua kuseti volume zako kwa level ile inafaa. Unajua saa kuchukua solo, unajua level mnafaa kupandisha. Saa zile watu wanaimba, unajua rhythm inafaa kucheza kwa kiwango gani ili wasikike. Ni vitu nyingi. Sasa hapa bendi ziko zinafanyaga mazoezi, lakini nadhani kwa kiwango kikubwa wanapenda kuangalia vile sisi tunafanya. Hiyo ni ukweli nakwambia. Saa zile utazungushwa hii weekend kwanza, utapata kila bandi hapa inacheza nyimbo zangu. Haiwafanya sio jambo la kusema tena waweka aibu, wanajua hii jamaa amekawia kwa hii kitu, acha na sisi tumfuate. Sawa. Sababu na mimi nikiwa pale nikiwa mdogo nilikuwa nafuata wengine. Hiyo ni jambo la kawaida. So punch iko. Nakumbuka nikicheza Dar es Salaam pale Leaders, ile kiwanja ya Kinondoni. Inaitwa Kinondoni pale. Leaders pale. Mheshimiwa Jakaya Kikwete ndiye alikuwa rais. Kulikuwa kitu inaitwa Zinduka. Akina Kosaga, akina Ruge njoo walinialika. Unajua au tulijuanaga vipi? Tulijuana kupitia Sofia Kesi. Mimi naanza kujua Sofia Kesi huko Arusha. Sawa. Baada ya Kahama alikuwa anafanya triple A. Alikuwa anafanya triple A kwa Papa King Arusha. Baada ya kahamia Clouds. Alipohamia Clouds sasa Kahama na mimi koro yake. Unaona? Basi baadaye sasa nyimbo zikaanza kujulikana nilipotoa ile aturudi nyuma. Basi wakamwambia tumlete huyu mjamaa. Sasa walisikia bado punch na vyombo zilikuwa mzuri pale Leaders. Siku ilikuwa ni siku ya malaria nakumbuka. Basi kuanzia hapo nikaanza kuja Dar es Salaam sana. So nikaingizwa mpaka THT kuongelesha vijana pale walikuwa wanafanya THT au vijana kina anaitwa aje kijana Barnaba Lena sijui kulikuwa yes au wote ni watu nilikuwa naonaga wanataka kujua zaidi, na kweli kabisa milango imefunguka upande wao wakajua, unaona. So nilikuwa naitwa mpaka huko. So punch unaifanyaga mazoezi. Kwa mfano mimi kama niko naimba kwa mazoezi situmiagi microphone. Unajua kwa nini situmii microphone? Ili niweze kupata misuli ya kuproject voice. Microphone na kufanya unazembea kidogo. Unakuwa na mic techniques, lakini punch mpaka uongezee volume na sound engineer. Lakini kama unataka punch unaifanyaga mazoezi. Sawa. Hakika tumepata kile ambacho walao kimekuwa kimesaidia na kwa kuwashauri tu wanamuziki ambao wanatumikia muziki wa live hapa Burundi. Kwa kile ambacho amekizungumza lenye ndani, basi wakifanye kazi, kwa sababu hakuna kitu kizuri zaidi ya kufanyia mazoezi. Mazoezi. Yes. Ikiganiro muracumva kiri mu Giswahili mugabo niweza ko Warundi ko baracumva nabo nyene kuko turi muri East Africa. Tukiwa East Africa lazima msikie Kiswahili kwa hata shule sasa hivi wanaanza kufundisha. Waliosoma hao ndio wamepata shida kujua Kiswahili, lakini sasa hivi wameleta program ya kusoma Kiswahili Burundi. Kwa hiyo Kiswahili kinasikilizwa na watu wengi, na kipindi hichi kama nilivyosema kinaenda East Africa ili wote waweze kusikia. Mr. Tupa. Yes. Niko vizuri. Unaona namshangaa tu kidogo. Sana ise. Shangaa ujamaa. Mimi naona tubadilishe jina lake tumwite Tupac. Wengine wanaita Turpa. Turpa. Unajua mimi napenda sana michezo na mimi ni mchambuzi wa michezo. Kuna kocha mmoja anaitwa Arsene Wenger. Amewahi kusema mchezaji wa mpira wa miguu unamtengeneza kama unavyojenga nyumba ya ghorofa. Unaanza kwanza na foundation, ambapo foundation unamfundisha mchezaji namna ya kuupiga mpira.
Yaani ukitaka mpira utoke kwa kidumu uende mbali, unapigaje? Ukitaka mpira uende pasi ya karibu, unaupigia wapi? Kwenye mguu. Miaka 0 hadi 7 unamfundisha mchezaji hivyo. Mchezaji akishafika miaka 7 mpaka 14 unamfundisha kujua strength yake. Yaani yeye mchezaji ajue kitu gani ndio anakitegemea katika maisha yake. Ni speed, je ni nguvu, je ni akili, ni kuuficha mpira. Mchezaji anapofikisha miaka 17 mpaka 19 unatakiwa umfundishe namna ya kujua kwamba huu mpira unatakiwa uwe na umuhimu kiasi gani. Tupo watu 22 uwanjani. Mimi mpira nao ni ufanyie nini? Mchezaji anapofika miaka 19 hadi 21 sasa anatakiwa ajue kwamba kuna bia, kuna muziki unapigwa, kuna mwanamke mzuri sehemu, kuna maisha fulani mazuri, lakini siendi kwenye haya kwa sababu kesho nina mechi. Hapo ndo mchezaji anakuwa ameturn floor. Yes, hiyo nidhamu sasa. Sasa kwa namna ambavyo nakufuatilia, nimeona umejengwa katika misingi hiyo yote minne. Wewe sasa kwa upande wa muziki nimekuona huko. Sasa natamani sana kwa faida ya wanafamilia wengine wa muziki Afrika, tujue kipande kimoja tu kwako. Strength yako wewe ni nini? Mwanamuziki mkubwa Afrika kama Kidumu. Strength yangu kwanza ni imani niko nayo ya kubakisha watu around me. Kwa mfano, lazima pakue bendi, penda usipende. Sababu nimejua strength zangu ni performance. Utunzi natunga, yes. Okay. Naona wengine wanatunga, wanafanya video za ajabu nini. Mimi utunzi wangu saa zile sasa utaniletea huyo mtu alifanya video ya ajabu na mimi nikafanya kawaida, utatie kwa jukwaa, ule wa ajabu atajificha. Atakuwa wa ajabu kweli. Atajificha, lakini hiyo ni sana. Haiko malumbano, ni sana tu, ni kupiga muziki, kufurahisha watu. Haiko kitu ya kusema ati sasa tunaonyeshana ubabe, hapana. Kuna kila mtu amepewa something. Kila mtu amepewa kwa kitu kwa muziki. Kuna yule amepewa ujuzi wa biashara, kuna yule amepewa ujuzi wa kupendezesha stage. Hata Michael Jackson hakuwa na kila kitu. Kuna zingine zilikuwa na mapungufu kwake. Lakini alihakikisha strength zake alikuwa anafikiriaga kwanza kabla ya kwenda kwa show. Atakufanya unaota kama unamtazama. Unaona? Nishakutanishwa na watu wengi, nishakutanishwa na Lucky Dube, tukaperform na yeye Rwanda huko, tulikutana mara kadhaa. Maxi Priest wa Uingereza tulishakutanishwa mara kadhaa. Nishakutanishwa na Egyptian huko Marekani kwa stage moja. So nimeshakutanishwa na Freddie Jackson wa US na Kenny Lattimore wa US kwa stage moja. Nishakutanishwa na Kasav wenye zuki sasa duniani Holland, nikakutanishwa nao. So nimeendaga na mimi najifunza kupitia wengine, nimeona wanafanya nini. Wengine hata nimeona wanatembea na laptop iko na track zingine afu wanachezea juu. Nimeona vitu kama hizo, lakini hizo mimi zishanishinda. Mimi kila kitu ni mazoezi, kama ni sauti zipangwe, kama ni gitaa ichezwe, gitaa rhythm ichezwe, keyboard zichezwe. Hata kuna siku nyingine nilikuwa naleta watu kucheza hizi blowers au mablowers. Wanacheza hizo. Sababu nilikuwa nitoka nikafanya na Kasav, nikapenda sana hizo vitu vile zinapangwa. Nikakuja na hiyo kitu kwa akili yangu. Sasa nilifanya Koroga Festival Nairobi na mtu wenu ule Platinum wenu. Nafikiri mtamuuliza waambie vile kulienda. Sio mchezo. Lakini ni sawa. Napenda sana vile East Africa imekuwa. Hususan kijana wenu vile ameweza kujisukuma mbali sana. Naona vile wasanii siku hizi wanaanza ku own medias. Naona vile wasanii wanaanza kuwa na majumba makubwa. Hiyo ilikuwa ni ndoto. Nafikiri hata kina Remi Ongala waliondoka wajaona vitu kama hizo, hiyo mabadiliko kama hayo. So ni jambo la mzuri. Muziki kishikana na media, ishikane na business, kila kitu iko sawa kabisa. Hii nataka nikupe compliment. Kwenye mpira kuna mchezaji mmoja anaitwa Martin Odegaard wa Arsenal. Huyu mchezaji, timu inapokuwa ina pressure kubwa sana, timu inapokuwa imeshambuliwa sana, alafu ile timu inayoshambuliwa inapoupata mpira
haraka ule mpira wanampa Martin Odegaard. Martin Odegaard akifuatwa hata na wachezaji wapinzani watatu. Anapiga chenga, anapiga mpira sehemu ambapo pana utulivu. Hiki kitu nimekiona kwako mara kadhaa. Muziki unaweza ukawa juu alafu ukaingia relax. Relax. Unaushusha, unaambia tulia hapo. Unaona bwana, unaiweka ball kifuani. Hongera sana kwa hilo. Na kuona kwa namna aina ya muziki wako. Na kuona next to Papa Wemba, Salif Keita, kina Diallo, kina Koffi Olomide, na kuona kwenye miamba hii ya Afrika, na kuona hapo. Natamani kufahamu una timu kiasi gani au unafanya nini kuhakikisha unasogea juu kabisa kule ambapo wamefika hawa wengine. Nilipenda Papa Wemba nikiwa mdogo. Aliwahi kuja huku nikiwa mdogo sana, hata singeweza hata kwenda kwa show yake. Lakini kile najua na wale walienda kwa hiyo show, alipoondoka karudi Kinshasa, aliacha hapa watu ni kama wamekolonaiziwa. Aliacha ni kama capital mzima ya Bujumbura watu wanakopi vile anatembea. Karibu miezi kama 2. Namna anavyotembea. Vile alikuwa anatembea, wanakopi vile alikuwa akitembea. Alikuwa akitembea na funguo za hoteli akizirusha. Alikuwa anapenda wasichana sana. Sasa alikuwa anaenda kujitafutia yeye mwenyewe. Sasa alipoondoka watu walifanya karibu miezi 2 wanakopi tabia zake. Na hatimaye akaacha mtoto hapa pia. No. Sasa nikakuja sasa kukutanishwa na yeye. Nilikuwa napenda morale yenye iko nayo, furaha yenye iko nayo ya kukataa kuzeeka, sababu nilimsikia nilikuwa mdogo. Sasa hatimaye 2012 mimi huyo tukapatana sasa ana kwa stage moja. Sana. Basi nikaperform, nikakuja kuperform, tena nikaitwa tena niendelee. Sasa wale waliniita niendelee, wakanambia tunakuomba tu cheza tu nyimbo 3, lakini hiyo ya mwisho ya 3 ucheze ya Papa Wemba kukumpatia heshima. Sasa Papa Wemba kasikia kuna mtu yuko naimba nyimbo yake na yeye yuko hapo. Na amepumzika, amemaliza. Akaambia watu mniitie. Mimi nikajua naenda kupigwa ngumi, kofi, teke, kichwa, sijui nini. Kaingia kwenye. Sasa alikuwa na mama mwingine ndio manager wake. Alikuwa ndio anafanya interpretation. Nikamwambia hapana, hakuna haja, mimi hata Kifaransa najua kuongea. Akafurahi kusikia tunaongea Kifaransa. Akaniambia wewe ni nani? Nikamwambia mimi naitwa Kidumu. Kidumu, wewe ni Mkongo? Hapana, mimi ni Mrundi. Mbona unaitwa Kidumu? Akasema niliitwa hivyo. Waliniita hivyo. Unaimba vizuri sana. Na sio kwamba tu ati uliimba nyimbo yangu, unaimba vizuri hata kwa nyimbo zako. Sasa tukaanza kuongea, tukapiga story. Hatimaye nikamuuliza watoto wake ni wangapi. Akanambia mwenyewe kama alikuwa na 42. Watoto? 42 children. Nikamuuliza wote ni wamama? Hapana. Nilizaa watoto wengi na wasichana hapa na pale, lakini bibi yangu alizalia 6. Yeye mwenyewe. So nikusema hiyo mambo ya kuenda nje alizaa 36 kulingana na yeye. Tukapeana namba. Bahati mzuri huyo mwaka alikuwa Kinshasa. Ule mama amenialika, walisoma na Papa Wemba. Akamwambia unajua uko hapa utapata pesa yako. Umeitwa na NGO kuhusu wamama wanashikwa kwa nguvu huko East ya DRC. Tulionelea na wetu kuchukue kama wa Burundi na uwakilisha na Kenya same time. Lakini hii kimalizika na kubeba kwa Papa Wemba, niambia nife na kubeba. Kumbe nilibaki kwa akili ya huyo mzee. Sasa tukakaa na yeye. Nikaanza kumuuliza sasa nafanya aje kukusema aseki. Akasema ningekuwa hata niko beta kuliko vile niko kama ningekuwa na nidhamu ya mapema. Nidhamu ya mapema, kukataa kulala. Kujinyima usingizi. Ati kupenda pombe kali kila saa. Unataka ulewe kuanzia Monday to Monday. Masigara, vitu kama hizo. Akanitajia vitu kadhaa zenye hatimaye kuja kuacha, lakini alikuwa shajiathiri. Akasema kile kwanza kilifanyaga mimi nikae hivi, nilipendaga manguo sana. Alipenda manguo kuliko kila kitu. Kukaa vizuri, kuonekana vizuri, kukaa smart. Sasa akakuwa ni mtu ananieleza na mimi nabaki namsikiliza. Sasa ule sijaweza kupata nafasi ya kukaa na yeye kabisa tuweze kuongea ni Koffi. Lakini
Koffi alikuwa kijana wa Papa Wemba. Unaona? So vitu kama hizo, Koffi kumbe alipita kwa Papa Wemba. Alipita kwa Papa Wemba kwa bandi yake. So vitu kama hizo, kukutana na huyo mzee kukafanya nione hata ana bendi moja. Hako na bendi kama tatu. Kinshasa hako na moja, Brazzaville hako na nyingine, Europe hako na nyingine. Bendi kama 3 anazisimamia. Kila kienda mahali yeye ni sauti yake tu amehama nayo na begi lake la manguo. Wale anapata wameshajitayarisha. Akienda Brazzaville hahitaji kuvuka na mtu hapa. Anaaga wa hapa anaenda pale ile nyingine. So akakuwa ni mtu mwenye amenivutia. Nikaangalia nikamuuliza nimefanya miaka ngapi unaimba? Akasema ile nasemaga kwa media ni uongo. Niko na zaidi ya miaka. Nikaona haya, okay. Kumbe inawezekana. So nikakuwa saa kila mara nafikiria watu kama akina Papa Wemba, kina Isunduo, kina Salif Keita, so basi utiona Diego Maradona. Lakini palikuwa wengine kina Roger Mila, unaona ana technique gani, striking na style ya kwake ni aina gani, unaangalia Roger Mila. Palikuwa kina Rashidi Ekini, palikuwa JJ Okocha, kina Daniel Omokachi, vitu kama hizo. Unaangalia hata ukiangalia mpira kama ni African Cup of Nation, tuko tunaangalia vipaji hapo, unatoka na something. Sasa na kwa muziki kuna hiyo ukurasa. Ukurasa wa muziki, ukitaka kuwa mwanamuziki mzuri, hakikisha unasikiliza watu wengi. Juu ukisikiliza mtu mmoja utajipata uko kopia mtu mmoja. Lakini ukikuwa unasikiliza watu wengi, unakuwa another new version yenye imeembrace spirit mingi ndani yako. Alafu panatokelezea mtu ndani yako mwenye ako na ubora fulani, amepata ujuzi. Kwani kwa shule mtu anasomaga subject moja? No. Uko na kiwango cha mathematics umeshika, uko na physics, history. Yes, vitu kama hizo. So mtu akudanganyi kwa hii sababu uliwahi kuipitisha macho, hiyo ulipitisha macho, hiyo unajua. Luka Kanza nampendaga kwa hiyo style ya muziki soft. Na yeye unaonaga afanyaje muziki ya kelele. Na ataka akienda kwa concert na kuambiaga my style of music is not ndombolo. Anakutayarisha ili usianze kumudai eti bwana inatulalisha hiyo bwana. Amekutayarisha. Anasema in fact I prefer silence than makelele. Msishangilie sana. Nyamanzeni ndio ndaweza kuconnect na nyinyi. Yani anakutayarisha mapema. Wengine mikono juu, fanya kichwa, ruka mguu, piga teke. Mikono juu. Wengine sasa wanaimba chorus. Yeye anajua nyimbo yake ishashika watu. Yeye ni kupeanaga tu microphone tu, watu wanamuimbia. Anasema leo imeshika bana. Na unaniambia nini bana? Mimi nimeua watu bana. Bado dakika 10 tu tumalize, maana ni sali moja. Niwakumbushe kwamba Kidumu ana muda mdogo iko na shoot video pamoja na mwanamuziki wala ni nyimbo yenu wawili tu au ameshirikisha bendi nzima? Ni mimi na yeye, sauti ni za watu wawili. Sasa watu wa bendi unajua kile wanafanyaga ni hiyo kupiga si ndio? Basi so ni mimi na yeye tunafanya video. Okay. Video ya showbiz. Ile tunatia vinyambizi hivi, wasichana wenye wako na mwili kubwa au chini, wanatingiza hivyo tu. Okay. Tuna enjoy, tumefurahi. Na mimi naamini kwa kile ambacho umekijibu kimeweza kunitosheleza. Naamini nitakuwa pia balozi wa kuweza kuzungumza, kwa sababu mkikawa na muziki stories zinakuwa ziko nyingi sana. Na kwa sababu wanajua nimefika huku, watajua bwana vipi huko kuna nini kilichotokea, ulikutana fulani, ulimsikia fulani. Kwa hiyo hata mimi nitakuwa ni mzuri katika uhadithiaji na kile ambacho nimeweza kukutana nacho. Shukrani sana kwa kuweza kufika Igichu FM Kidumu Kibido. Dakika tu 10 utakuwa unamaliza cha kuambia mashabiki zako na mashabiki wa Igichu FM. Mimi kile naweza nikasema muziki una mambo mengi. Nimeona mambo mengi. Nimeona wanamuziki wanafanya hit. Hit ndio hiyo. Lakini kiukweli huyo mwanamuziki hajui kuimba. Lakini software zimemsaidia anakana cha kuimba. Unanisikia? Nimeona vitu kama hizo. Halafu nikakuwa na swali. Kwa nini wanariadha unasikia wao ameshikwa kumbe anatumiaga mihadarati
ama madawa za kuongeza nguvu. Lakini sijasikia msanii ameshikwa sababu ya kutumia autotune. Sijasikiaga, mimi sijaona. Nimeona watu wana hit na wajui kuimba. Hivi hakuna effort yoyote. Nyimbo inaweza ikatoka na mtu anafanya kuwa super mega star. Na ukiangalia chini ya maji hapo, akifanya akapera hapo, unatoroka. Unajiuliza, huyu anaimbaga ama ni alikuwa tudanganya? So nimeziona. Nimeona wengine akisha hit muda wake mrefu ni gym. Anataka muonekano, misuli kwa tumbo, misuli kwa mkono. Nimeona vitu kama hizo. Sasa sana imebadilika. Inashikana na vitu nyingi. Kuonekana namna gani, kuongea namna gani, sijui kuweka meno mapengo inafina kuwa sijui kitu gani. Yani kumekuwa vitu zenye zimenichanganya. Kwa hii miaka 50 yangu imefika, nasema nibakiage vile niko, mtanipende vile niko mpaka siku nitamaliza safari yangu. Niseme nachoka, nilitae ama nimeachana na hii kazi, lakini nimeona maajabu. Nimeona maajabu. Karibuni mtaanza kuona autotune kwa stage. Mtaanza kuiona. Hata kuna wale najua wanaitumia mpaka hata kifanya speech anahutubia wananchi iko kwa autotune. Hamujaisikia hiyo? Sitaki kutaja majina lakini wanajijua. Ukivya kuona kama ni utandawazi wa dunia au? Unaona? Sijui. Kuna kitu kinakuwa duniani. Wanadamu iko nafuta kazi polepole. Nimeona gari zinaendeshwa bila driver. Ni kusema kazi ya driver inaenda kukufa. Hamujaziona? Haya. Naanza kuona waliona Afrika tunajituma. Hata kama hatuna vifaa hivyo. Karibuni hata na wanajeshi kutakuwa watu wameundwa na mashini wa kupigana, robot. So kazi ya jeshi pia inaweza kureplacewa na mashini. Inabaki ya uzazi pia ilireplacewa na mashini. Kwa mfano wewe, wewe Fani, kuna kwa na mashini ya kuzalisha mtoto. Kwa mfano. Lakini sikutaki hivyo. So unaona polepole sasa ni maendeleo, lakini wanadamu iko nafuta kazi. Analipresiwa na mashini. Hivi hata muziki, nasikia kuna muziki wa robot unatoka na unakuwa hit. Mwenyewe hajui hata kufanya chochote. Anafinya hii inalia, anafinya ile inalia, anafinya ile inalia. Mimi nisha ndio muziki wa hivyo. Muziki mtu ameandika tu maneno, lakini alivyonitumia nikasikia kama kuna msichana naimba. Kumbe akujua imba msichana. Ni mashini tu imetengeneza. Nimesikia sauti ya mwanamke nzuri. Mabadiliko yako yanakuwa. So shida ya ajira yenye tuko nayo hapa Afrika ama ulimwenguni. Na mtu bado anatengeneza mashini ya kuleta bado kufukuza mtu kazini. Tuko na shida. Siku za mbele tuko na shida. Tuko na shida. Elimu itakuwa ni artificial sana. Muziki itakuwa ni artificial. Chakula itakuwa ni artificial. Hata kutakuwa watu wenyewe wakulagi. Yani anachajiwa tu kwa stima basi ameshakuwa binadamu. So unaona? So hiyo ndio wasiwasi wangu. Ule muziki wenyewe unachezwa na mtu. Watu wasipofanya njama za kupigania unaenda kukufa. Shukrani sana Kidumu kwa kuweza kufika kwa muda, na tumeona kumebaki dakika 6 tupatupa lolote na pia tukushukuru na wewe pia kwa kuweza kufika Igichu FM 97.6. Kwenye kitu gani ambacho tupatupa unaweza kushauri wa sikilizaji wa Igichu FM? Kwanza na shauri ni kituo bora sana. Kituo bora kwa maana ya kinaendana na generation yenyewe, lakini pia ni kituo ambacho kinarudi nyuma, kina throwback. Ni kituo ambacho kama hivi leo kina mtu kama Kidumu hapo, mtu ambaye yuko nyuma na anaishi mbele, lakini pia ni kituo ambacho kina mtu kama wewe DJ Fani, mtu ambaye of course una uelewa mkubwa, una vitu vingi kwenye burudani, ndio ambapo unaogelea, lakini kitu ambacho kinatoa nafasi kwa watu wengi. Mwanamichezo atapata nafasi yake kulingana na platform yake, musician atapata nafasi yake kulingana, kila mtu keki yake atakatiwa hapa katika kituo hiki. Kwa hiyo ni miongoni mwa vituo bora sana vya kuwepo hapa, lakini kitu kizuri ambacho nimefurahia hii leo
Maneno ambayo ameongea brother hapa Kidumu ni maneno ambayo unaweza ukalia. Ni maneno ambayo ni future ya dunia, sio kwa miaka hata 15 mbele. Tayari miaka 2 inayokuja vitu vingi sana. Speech sasa hivi ukisema tu Google nataka speech ya rais inakuletea pale. Ukisema unataka hiki inakuletea pale. Kwa mtu wa kufanya speech amefutwa kazi. Ameshafutwa kazi tayari. Kwa hiyo ni maneno ambayo mazito sana ameongea katika kituo kikubwa. Nadhani maneno ambayo miaka 100 inaweza kuwa kufanywa reference huko mbele. Ni mimi najisikia bora kuwa hapa na najisikia mtu mwenye baraka kuwa na watu kama hao. Ni viongozi hao. Viongozi wapo aina nyingi. Wapo wa dini, wapo wa siasa, wapo wa mpira, wapo wa vitu, wapo wa tamaduni. Naona bwana. Kwa hiyo huyu naye ni kiongozi. Sio lazima akushike kichwa kiongozi wa mizimu au kiongozi fulani. Akikushika huyu mzee naye kichwa amefanya jambo zuri sana. Ilikuwa ni Gichu FM. Nadhani nimesikia mengi sana kutoka kwa Kidumu na kutoka kwa watangazaji wenzangu ambao nimesema wametokea Tanzania kwenye kituo kikubwa cha Clouds. Acha tuwashukuru sana na pia Clouds, maana wangesema msiji na hamngekuja. Tushukuru uongozi wa Clouds, Joseph Kusaga. Shukrani sana na wasikilizaji ambao mmechukua muda wa kusikiliza Gichu FM 97.6. Najua mmesikiliza mengi na mmeweza kupata mengi ambayo yatatujenga kwa yale ambayo mengi Kidumu ameongea. Ni binafsi ndo mara ya kwanza, alafu alivyoongea nimesikia kabisa kwamba huko mbele tunaingia kwenye maisha ya utalii. Tutaanza kutengenezwa maroboti sijui nini na nini. Kuna mmoja anaweza kusema itatupumzisha, lakini ajira sasa tutaishi side effects nyingi zaidi ya. Yani negativity ni nyingi zaidi ya positivity. Kwa hiyo ni kitu ambacho cha kuogopa. Sababu sasa hivi anatengenezwa mtu ambaye unaweza ukamtuma kitu akakifanya, lakini huyo mtu baadaye anaweza akadevelop akafanya kitu ambacho hakufanya. Tunaona kuna gari inatengenezwa, machine inaelekezwa namna ya kufanya kazi, lakini baadaye ina corrupt, inafanya kazi tofauti. Sasa vipi roboti ambaye ameambiwa kazi yako wewe ni kuchukua kisu na kumenya machungwa, siku hiyo akachukua kisu akawa anamenya watu? Ni machine. Tunashukuru sana na mwendelee kupata burudani kutoka Gichu FM na baadaye mtaweza kupata sports, kipindi cha sports. Shukrani sana wasikilizaji wetu. DDF TV. Tunda juhudi.